Hallelujah. Viewers all over the world, watu wanaotutazama maeneo mengi, wasikilizaji na viewers popote pale mnayotutazama. Hapa panaitwa ni Karanzi ama ni panaitwaje hapa? Karachi. Yeah, tuko Karachi, ni Meru County ama ni Laikipia? Tuko katika Laikipia County. Laikipia County. Unaongea naye ambaye uko naye hapa ni nabii wa mjini, Missionary Elisha Masaku huko na Nyuki, na kusomea maandiko kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 kifungu cha kwanza. Baada ya hapo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu, na huko Yerusalemu kwenye mlango wa kondoo pana birika itoka Kiberania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani aya jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakigoja maji yatemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jituka godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajituka godoro lake akaenda naye. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Sema amina. Amina. Sema amen. Amen. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Ongeza vigelegele. Asante. Kuna mchawi amekamatwa mahali, ndio manake anatutishia. Kwenye hiyo maandiko, pigia Yesu makofi na vigelegele. Kwenye hiyo maandiko ya Yohana 5 mstari wa kwanza, kuna bwana alikuwa anaishi pale, akisema kilikuwa kinaenda Bethesda, na baada amekuwa pale miaka nenda rudi, lakini Yesu anasikia anapikwa anapitia akiwa anatembea. Jamaa alikuwa amekaa pale miaka 38. Huyo bwana aliishi pale miaka nyingi. My brother, my sister, mali unanisikiliza, it doesn't matter in which country. Uko ndani ya Laikipia, uko na Nyuki, uko hapo nimesikia kunaitwa Karachi. My brother, my sister, in the mighty name of Jesus. Huyu bwana alikuwa amekaa pale mbele sasa kwenye birika, lakini baadaye maisha yalikuwa yamemkalia magumu. Alikuwa ni mgonjwa miaka mingi, baadaye miaka inazidi. Hapo sasa alipokuwa anakuwa pale, birika inatibuliwa na malaika. Malaika walikuwa wanakuja wanatibua maji. Malaika walikuwa wanatibua maji. Maji yalikuwa yanatibuliwa na malaika. Ni kama leo kuna maji yanatibuliwa ya mtu. Wewe ambao umeingia ndani ya crusade siku ya kwanza, leo kuna maji yako yanatibuliwa. In the mighty name of Jesus Christ. My brother, my sister, wherever you are, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana alikuwa amekaa miaka nyingi bila kupona. Mtu akiingia na maji yanatibuliwa, maji alikuwa yanatibuliwa na malaika, na yeye alikuwa amekaa pale akingoja mtu amwingize ndani ya birika, lakini hakuna mtu wa kumwingiza ndani ya birika. Malamba yanafanyika, lakini kuna mwanaume nimekuletea hapa. Huyo mwanaume anaitwa Yesu Kristo, ambaye alikuja mdogo mdogo, hakuja akiwa mbio mbio. Yesu anakujanga tu mdogo mdogo. Kuna watu wameenda kwa mashetani, watu wamechukua majina, wameingia Freemason, wamechukua majina, wanatesa watu. Kuna magari unayaona wanatembea na watu, usifikiri ni jasho ya mtu. Ni watu wameua wazazi wao, watu wamekufa, wengi wamepelekwa makaburini. Let me tell you today, my brother, my sister, huyu bwana alikuwa amekaa pale kisimani, amekaa pale kwa birika miaka nyingi, lakini baadaye Yesu anakuja mdogo mdogo, na Yesu akamuuliza ni nini. Huyo bwana Yesu akamuuliza, unatakaje? Badala aseme nataka kutembea na ondoke na apone, akasema nimekosa mtu wa kunipeleka kwenye birika. Baadaye Yesu anakuja kwako, my brother, my sister. Msikilizaji, doesn't matter uko wapi nyumbani ama uko ndani pale kwa nyumba yako, Yesu anakuuliza unatakaje. Yesu anakuuliza unatakaje. Kuna mtu
mtu mzee wake ameenda na mpango wa kando. Kuna mtu mke wake amebebwa na mwanaume mwingine. Kuna biashara ilifunguliwa hapa, lakini baadaye hiyo biashara imeanza kusorota. Wakati ulifungua ilikuwa inaendelea vizuri. Leo Yesu anakuuliza unatakaje? Nimebakisha dakika 2 dakika 3 nimalize. Yesu anakuuliza unatakaje? Umefanya mambo imekuwa imegoma, yani miaka imekuwa ni mingi, umezaa watoto hakuna mmoja anakusaidia, miaka nenda rudi inakuja inasonga, lakini baadaye hakuna kitu kinafanyika. Yesu anakuuliza leo unatakaje? Yesu anakuuliza unatakaje? Watu walikuwa ni wagonjwa, viwete walikuwa wako pale, wengine walikuwa hawezi kuongea, wengine maisha ilikuwa inakamatwa, wengine walikuwa wamefungwa, lakini ni nini kinaendelea? Maji yalipokuwa yanatibuliwa, mtu anapoingia wa kwanza na anapona. Hivi leo nimekuja kukuambia kwamba yule mchawi na mganga miaka nyingi umekutesa, huyu adui amekutesa miaka nyingi. Leo Yesu anakuuliza unatakaje? Tunamalizana na adui yako leo, tunamalizana na adui yako wiki hii, tunamalizana na mchawi wako. Wewe ungejua mchawi ni nani, usingemhurumia. Biblia inasema mwanamke mchawi na afe, na hata mwanaume yule ambaye ni mchawi na kuwa mwenda wazimu. Ni nani alileta magonjwa kwako? Ni nani alikupea ukimwi? Kuna watu niliombea wakiwa na ukimwi, kumbe sio ukimwi ya kawaida, ni ukimwi ya kurushiwa. After nimewaombea wakapona. Ni nani aliyekuletea ukimwi? Ni nani alichukua mzee wako? Ni nani alichukua mume wako? Umetaabika miaka nyingi, my brother, my sister. Haijalishi umefungua biashara, hainogi yaendelee. Watoto ni matatizo ya karo ya shule, maisha imekuwa ni magumu. Unalaumu serikali ya Ruto. Wacha kulaumu serikali ya Ruto. Piga magoti mbele zake Bwana, mwambie Bwana wa majeshi, Mungu uliyeniumba, leo nimekuja kwako nibadilishie maisha, na kwa kweli mambo itabadilika. Hakuna mwanasiasa atakusaidia, hakuna mwanasiasa atakusaidia. Atakuja kuombe kura, umalize kumpea kura, na baada ya kienda atasahau na wewe, lakini Mungu wa mbinguni hawezi sahau na wewe. Ongeza makofi kama wewe sio mchawi. Mpigie Yesu makofi. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Kuna suruali ya mwanamke ya ndani ilipotea. Kuna mwanaume alipotezaga underwear yake. Kuna mtoto aliingia ndani ya shule na alikuwa anakuja namba 1, na leo ndiye yeye anakuja namba 9 ama katikati. Kuna vitu vinavyeleweki. Ni nani huyo anazunguka hapo usiku miaka nyingi, anaroka lugha za watu? Ni nani huyo anakunyakunya hapa? Ni nani anapita tu anakojolea? Aliyejenga hii nyumba hapa alikuwa na matumaini atamsaidia, lakini angalia vile limfanyiwa. Kilichoendelea ndani ya nyumba ni mwenyewe tayari nimeingia hapa. The Holy Spirit ameniambia na angenitafuta huyo mtu, ningemwondolea nyumba na ajenge nyumba ya maana. Aliyekamata maisha yake, badilisha kamera ya simu ya kamera, uonyesha ambao ni people around the globe. Mtazamaji, angalia hiyo nyumba. Mtu alipea pesa yake, alitoa pesa yake hapo, na baadaye angalia vile inaendelea. Kuna nyingine inajengwa pale, nilisimamia hapo ikasimamishwa. Ni nani aliyesimamisha ile? Wenyewe walijenga zile ziko pale na zimesimama bado, mali kuna zile kondoo zingine ziko pale chini. Ni nani aliyesimamisha mijengo ya watu? Mtu alisimamisha. Badilisha sasa. Angalia choo inataka kuanguka, angalia kuna ujenzi unaendelea.
Ni nani alihubiri injili hapa na akasema hii karasi itakuwa venye itakavyokuwa? Lakini leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hapa kutaendelea kwa jina la Yesu. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Kama mhubiri pasa wako alikwambia ukienda kwa kurusini zingine usiwahi makofi, upigie Mungu wa mbinguni makofi na vigelegele. Ni nani ambaye alikaa ndani ya maisha yako? Kuna mtu ambaye hakuna kisonono na mwingine amekamata sehemu zake za siri na anajikuna kuna. Ni nini kinaendelea? Kuna watoto ambao wamesoma, kuna vijana wamesoma, lakini na hakuna kitu kinaendelea, na hata umma zinakuja kuriseka. Mungu ambaye ile umma miaka nyingi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na serikali ya hapa tunaileta mikononi mwa Bwana. Nani aliyekuroga? Biblia inauliza Waebrania, nani aliyewaroga? Ni nani aliyekamata maisha yako? Ni nani alikunya mafi ndani ya uso wako? Ni nani aliyekupaka vitu havieleweki? Kuna watu walienda kwa waganga in the realm of the spirit. Ninasikia kuna nyumba ziko hapa kadhaa, na kuna mtu mmoja ambaye ameweka nyungu ndani ya nyumba. Kuna nyungu iko ndani ya nyumba. Ninaipasua kwa jina la Yesu. Ninapasua hizo nyungu ambazo zimewekwa ndani ya nyumba. Ninakuamrisha kwa jina la Yesu, kama itakuwa ni kesho na Saturday before ifike Sunday, hiyo nyungu umeileta hapa na ninaipasua kwa jina la Yesu. Na kama una uwezo wa kuichukua, nipigie simu nikujie. Ninaimaliza nguvu. Huyo mtu alienda kwa mganga na akapewa nyungu fulani na kaambiwa nyungu kwa nafanyia hivyo, lakini baadaye vitu vimemgeuka. Na kama vitu vimekugeuka, ninaamurisha kwa jina la Yesu, ninapasua hiyo nyungu, ninakupasua hiyo mganga, ninampiga na radi, ninapiga na nguvu za radi, ninaachilia damu ya Yesu Kristo, ninaachilia nguvu za Bwana in the mighty name of Jesus. Yeyote alienda kwa mchawi na mganga na unaogopa pasa wako akijua, njoo niambie mtumishi wa Mungu, nabii wa Bwana, nilienda kwa mganga nikapeleka mbuzi nyeupe, nikapeleka hata kondoo mweusi mwekundu, nikapeleka na hata kuku ambaye ni mweupe na mweusi. Nitakuokoa na aliyekwambia nilikuwa ninahubiri Machakuza. Alikuwa ni chifa, alisacrifice mke wake, akatoa mke wake kafara. Alipotoa mke wake kafara, akapata cheo ya uchifa. Nikiwa ninahubiri mahali kama siku ya leo, nilikuwa na spika 2. Kesho nitakuletea testimony ya vile nilipata spika ninazohubiri nazo, na hata kuna zingine tumeziacha. Nilipokuwa ninahubiri, nikasema kwa jina la Yesu, wewe ulisacrifice mke wako, ulitoa mke wako kafara kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamurisha kachanganyikiwe hiyo kati na kule kwenye ulienda, mke wako akafariki dunia na baada ukapata cheo ya uchifa. Ninaharibu hiyo mipango ya kishetani in the mighty name of Jesus Christ. Baadaye alikuwa akiwa anatembea na pikipiki, nikasema umekuwa ukitembea na wanawake wa watu. Imagine chifu mzima alipatikana kwa shamba akiwa amelala na mwanawali. Akona kijana ameoa, akapatikana na mke wake akiwa analala na yeye kwenye misuru. Alikuwa ndani ya shamba kama ile, na akapatikana na mke, akapatikana na watu akiwa analalisha mwanamke kwenye shamba. Ni baadaye nikaambia in the mighty name of Jesus. Na hata hapo ninatangaza, kama uko na mke wa mtu muachilie, na kama wewe kuna mke wa mtu, kuna mume wa mtu muachilie, manake kuna dadi ya moto inakuja. Utaingia pale na utatoka, utakwama na kifo kitakuchukua hapo. Ninakuletea Yesu wa Nazareti ambaye alimwambia ule bwana ameishi pale katika, akamwambia baadaye, jitike godoro lako na uende zako na umepona. Sema amen. Amen.
Mungu karibia hapa tuombe. Kama ni mtu mmoja njoo tuombe Mungu. Alafu mwende nyumbani. Karibu. Karibieni hapa tuombe kwa heshima. Uko pale nyumbani uko mbali, naomba tukaribie na Mungu atakubariki. Sina muda mrefu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko kule mbali, naomba tukaribie tuombe, alafu tutakuwa tunamaliza. Naomba mkaribie hapa. Naomba mkaribie hapa tuombe, alafu Mungu awape neema na atende mema. Haleluya. Mpigeni makofi mnapokuja na Mungu anawabariki kwa kuja. May God bless you. Haleluya, makofi sababu umekuja kurusakao ya kuonewa. Sema kuanzia leo mimi ni mshindi na nitashinda kwa jina la Yesu. Sema amen. Mpigie Yesu makofi ya kilo. Hello. Hello. My brother. Mungu ananiambia nikwambie. Wewe umesoma lakini chenye ulisomea hakikukusaidia. Ni ukweli. Chenye ulisoma hakitakusaidia. Mungu anaenda kufungua mlango. Kwenye umetoka mpaka hapo umefika. Milango na malaika tayari wako kando yako. Mungu ataenda kukusaidia. Kama kwenda kujengia magari, jiandae wewe mwa kwanza uingie. Amen. Wewe pigie hizo makofi. Ninakuona uko ndani ya V8 tuko unaendesha gari na mke wako amekaa kando na watoto wako nyuma. I don't know you. Lakini kwenu kuna nyota naona 7. 7 stars. Lakini zote naona giza. But in the name of the Spirit, tayari kuanzia saa hii venye nimekuambia usongee, kuna kitu ambao ni cha giza kimeondoka na Mungu anaenda kubadilisha historia ya your family kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Mpigie Yesu makofi. Kuna nyungu ambayo nimeiona kwa boma fulani. Na ule mtu alienda kwa mganga na akapewa. Wakati nilikuwa ninahubiri hapa nikaiona, na wakati nimeipasua nikaona inapasuka. Nataka nitoe namba. Kama uko hapo nyumbani nipigie simu nikujie, ama ulete tu hapo niambie pasa ni hii. Mimi sikusemi, tuseme wewe ndio umeleta, lakini nataka nimalizie hapa. Na huyo mtu ambaye alikuambia huyo mganga ndio maisha yako ndio itakavyokuwa. Kuna mtu nilikuwa ninahubiri Isiolo. Mama alienda kwa mganga, ako na saluni, akapewa vitu. Alipopewa vitu ninaongea tu hivi, akaniambia pasa, nabii wa Mungu, nilienda kwa mganga nikapewa vitu na saizi zimenigeuka. Nikamwambia kwa jina la Yesu, hizo ambazo zimemgeuka kuanzia sasa ninazipiga, sitaona hata yule mganga popote pale alipo, ninampiga na upofu na hataona kwa jina la Yesu. Nikakamata, nikavunja, nikasimamisha nguvu. Mama nikamwambia kesho niletee. Alinipigia simu usiku saa 4. Kaniletea, kaniambia pasa ndo hizi. Nikamalizana nao kwa crusade. Kuanzia kesho Saturday na Sunday ndio nitamaliza crusade. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nyungu ulipewa na imekugeuka. Sasa hii nimeivunja mara 3. Siongeki uongo. I'm not saying something about hype. Kama ni kesho utaiona hapa na macho. Kuna watu ambao nataka tuombe ndio mwende nyumbani na sisi tukimbie, alafu tuonane kesho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mikono tu. Nilikuwa natangaza matangazo. Inua mikono yako. Kuna watu ambao bado hawajaokoka, hawajampa Yesu maisha yao. Nataka urudie maombi haya nyuma yangu, na iwe unaomba ndani ya moyo wako. Usirudie sababu ni ordinary prayer, lakini ukikiri kwamba Kristo na ameingia ndani yangu. Kuna watu ambao wameishi miaka nyingi ndani ya mateso. Wiki hii unatoka ndani ya mateso kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Na mikono. Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninatubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika upya kwenye kitabu
kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo ninakataa shetani na kazi zake zote. Ninaokoka na kuamini. Sema amen. Inua mikono yako juu nikuombee sababu umeokoka. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa yule amekiri kwamba ameokoka na mdomo wake. Ninamleta mikononi mwako Jehova Mfalme. Huyu ambaye ameokoka na amekiri kwamba ameokoka, ninamleta mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Ninatabiri maisha yake zipate sema tena. Hii crusade leo ikabadilisha maisha yao na vya familia kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba wa mbinguni wa majeshi, na ambaye ameokoka na bariki mikononi mwako. Nina damu ya Yesu Kristo na ikanena mema na ukuta wa Roho Mtakatifu. Bwana, ni asante kwa yule amempa Yesu maisha, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Amen. Pigie Yesu makofi. Amen. Inabarikiwa. Na yote anayefanya kazi na serikali hapa na ana gari, natabiri gari kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Na wewe ambao hauna gari, nakutabiria gari kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kaa hivi. Weka kama mguu mmoja unakanyaga break namna hii. Ukiona mtu akanyagi jua ni mchawi wetu. Lakini kuanzia sasa hivi sema tumemkamata. Hata kama umekaa gabuti kama mama yangu hapa, shikilia break, kanyaga hivi. Alafu kaa namna hii. Sema kwa jina la Yesu. Fanya hivi, sema kwa jina la Yesu. Naendesha gari langu. Sema ninaiendesha. Sema wachawi. Maadui. Sikieni hivyo. Naendesha gari langu. Sema amina. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Unaona venye hizo kondoo zinakula. Unaona venye zinatulia hivyo. Kuta babu, pokea kuta shosho. Hakuna kufa mapema. Sema amina. Sema kwa jina la Yesu. Sitakufa mapema. Waje waliwaandikia kwenda mtakuwa mnakufa ovyo ovyo, hamfi. Hamna kufa. Na kama ulikuwa unaota na ndoto na majeneza, kuanzia sasa hivi ninavutiza ndoto mbaya. Uanze kuota ndoto ukiwa unaendesha magari na ukiwa na pesa. Kuokoka si ujinga. Ati unaokoka tutembeaje kanisani? Wewe ndio huyo unaokoka ati mimi ni mwokofu. Ni tunaenda kanisani, ukifika kanisani kule unaangalia mabasi yamejaa magari. Yako iko wapi? Na unaabudu Yesu. Yesu mgani? Mimi nataka tu mtu mmoja hapa. Only one person. Aamini huyu Mungu, aamini huyu Yesu. Maisha yageuke. Mali waliwaweka maana wakawakamata. Wamwambia kwamba from now henceforth Yesu amekalia kwenye kiti cha enzi na amekalia usukani, akiendesha gari Yesu, hakuna kuipeleka kama haitaanguka. Sema amen. Amen. Ni miaka ngapi umehangaika? My brother, nani mgonjwa kwenu? Sijui kwa nini nakuja kwako. Nani mgonjwa? Kuna mtu nataka tuombe. Amen. Bwana asifiwe. Nataka tuombe alafu nataka tumalize ndio kila mmoja akimbie. Alafu tuende nyumbani. Bwana asifiwe. Kuanzia kesho tutakuwa tunaombea magonjwa, na kama unajua kuna mtu ambaye ni mgonjwa mahali, mpe namba yangu, mpigie simu, mwambie hata kama amelala hospitali level 4 pale ni level 4 ni level 5 ya Nanyuki. Level 4. Kama amelala hapo tupige simu tukiwa hapa. Apona kwa jina la sema amen. Na huyo ambaye kama kuna familia ile baki ya hao, nitafutieni mtu mmoja. Sababu naona tu majeneza zimepangwa kwa nyumbani nyingi. Huyu ya majeneza zimepangwa hapo. Naona majeneza ziko zimepangwa. Amen. Bwana asifiwe. Inua mkono. Inua mikono miwili. Inua juu tu. Baba, inua tu miwili mikono. Mheshimu Mungu, usiniheshimu. Mimi ni mwanadamu. Usifikiri mimi si kijana. Nimeoa, niko na watoto wengi. Bwana asifiwe. Inua tu mikono juu. Inua tu mikono juu. Nataka tuombe ndio tuone nyumbani. Inua tu mikono juu. Mama tu msongea hapa. Mama, nyie mko pale na watoto, ndio ni hapa kwa heshima. Karibu ni hapa. Wenye nakuja, Mungu akubariki. Kijana wangu profesa. May God bless you profesa. Karibuni tu hapa. Inua tu mikono juu. Nakupa sifa na heshima, nakupa sifa
sifa, nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, Simba wa Yuda. Nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa. Imba tu kwa sauti. Nakupa sifa na heshima. Kimbilio langu ni wewe. Nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, Simba wa Yuda. Nakupa sifa na heshima. Nakupa sifa, nakupa sifa na heshima. Baba, asante. Inua mikono yako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kuinua mikono yake mfalme. Ninamleta mikononi mwako mtakatifu. Asante maana yake Mungu unaenda kutenda. Asante Bwana Yesu maana unaenda kuinuliwa Mungu. Asante maana yake mtakatifu. Kuna yule ataenda kutoa sadaka ni kwa ajili ya kununua mawe na hata kulipa stima. Kuna yule Mungu mtu sijui ni nani, lakini Mungu unamjua. Ninaomba hiyo sadaka, ninaomba hiyo matoleo yake, ninaomba hiyo support. Mungu ajalisha atatoa nini? Unaona kwa moyo wake. Asante Yesu maana unaweza. Na kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Amen.